Kristo hayaelewi kama wanaelewa tu kwamba kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana. Roho Mtakatifu wanahesabu kama yeye ni nguvu ya hawa Baba na Mwana. Lakini kwa sisi wa Protestanti na hasa sisi wa Moravian tunamjua Mungu ni Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Wote ni kitu kimoja. Tunakwenda pamoja? Ukiwa na swali utaniuliza. Jambo la pili linalowachanganya wengine, ubatizo wa Roho Mtakatifu ni nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu, yeyote anayempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anakuwa kwanza amesababishiwa na Roho Mtakatifu kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake. Tunakwenda pamoja? Kwa hiyo kila aliyemwamini Yesu ana Roho Mtakatifu ndani yake. Tuko pamoja? Yaani wewe hata unajua wote, mimi naamini hapa wote mmekuja huko kanisani mmeongozwa na Roho Mtakatifu. Usije kazani tu mmekuja hivi hivi. Roho Mtakatifu amekuongoza, umeingia kwenye nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake amebatizwa na Roho Mtakatifu. Tofauti inakuja hapa. Je, kujazwa na Roho Mtakatifu ni nini? Kuna tofauti ya kujazwa Roho Mtakatifu na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Kubatizwa na Roho Mtakatifu ndio huko nimekusema, aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi amebatizwa na Roho Mtakatifu. Lakini kujazwa na Roho Mtakatifu kunategemea wewe sasa unajazwaje Roho Mtakatifu. Wangapi wamejazwa na Roho Mtakatifu? Hamna aliyenyosha. Sasa endelea kujazwa na Roho Mtakatifu. Hata hapo ulipokuwa unaimba tunatamani ujazwe na Roho Mtakatifu. Sasa kujazwa na Roho Mtakatifu inategemeana wewe unataka ujazweje. Ujazweje? Na kujazwa na Roho Mtakatifu ni tendo endelevu. Alisimami, aliwi la siku moja, aliwi la masaa machache, aliwi la dakika chache, aliwi la siku ya Jumapili tu. Ni la mwendelezo kujazwa na Roho Mtakatifu. Si unaona hapa vyombo vilivyo hapa? Tukiamua hapa kuweka hela zikajaa, kote zikajaa. Lakini si vina ujazo tofauti? Mnaona kingine hapa? Si mnaona vina ujazo tofauti? Kwa hiyo nikichukua maji, sasa maji hayawezi kukaa. Au nikichukua mahela, na mahela yote 10,000 nikajaza humo, si yamejaa, nikajaza na humo. Utakuja kuchagua wapi? Utachagua kule. Huku zote ni 10,000 lakini zimejaa. Hapa zote ni 10,000 lakini pia napo zimejaa. Kwa hiyo kujazwa na Roho Mtakatifu kunategemeana na wewe mwenyewe umewekaje kikombe chako. Kikombe chako kile cha chai ni kale kahawa au ni kale kakati au ni jagi kabisa au ni vile vikombe vya seshoni. Mnavifahamu vikombe vya seshoni? Vikubwa kabisa vya seshoni. Sasa inategemeana hivyo na wewe hapo ulipo. Mungu atakujaza kulingana na chombo unachompa. Bwana Yesu asifiwe. Ila kujazwa na Roho Mtakatifu ni kiu yako wewe. Na utakunywaje hayo sasa maji? Ni wewe mwenyewe una uwezo wa kunywa lita ngapi. Kwa hiyo tena alama mojawapo ya Roho Mtakatifu ni maji. Maji unapokunywa inategemeana na kiu ulicho nacho. Kunywa maji. Huko ndio kujazwa na Roho Mtakatifu. Nako hili limesumbua sana Wakristo wetu. Unajazaje Roho Mtakatifu? Ni wewe mwenyewe kuwa tayari na kumwambia Roho Mtakatifu nijaze, ingia ndani yangu, tembea pamoja na mimi, nijaze. Hilo limewachanganya. Jambo la tatu lingine ambalo limeleta shida lingine la 4 ni kuzielewa kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu ni zipi? Kazi za Roho Mtakatifu ziko nyingi sana. Na huwa tunasema pia hazina mipaka. Kazi za Roho Mtakatifu zinatenda kazi hata kwa wale unaowazani hawana Mungu.
Unajua Roho Mtakatifu hana mipaka. Anasema wala msimzuie Roho Mtakatifu. Anaweza kufanya kazi kama alivyofanya kazi kwa yule kwa mnyama kwenye Agano la Kale, kwa Baali. Anaweza kufanya kazi katikati ya watu wapagani ambao tunadhani hawamjui Mungu. Anaweza kufanya kazi katikati ya Waislamu, anaweza kufanya kazi kati ya Buddha, anaweza kufanya kazi kwa watu wa aina yoyote tunaweza kuwafahamu. Roho Mtakatifu hana mipaka. Roho Mtakatifu ni Mungu, kwa sababu ndiye pia anayetushawishi kumwelewa Mungu vizuri, Baba na Mwana. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu, huyu ndiye anayetubainishia kufahamu maisha yetu yalivyo. Ndio maana nimesema kazi za Roho Mtakatifu ziko nyingi sana, hatuwezi kuzitaja nikazimaliza kuzieleza.